Tunangoja grandchildren. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Ni wimbo inaitwa Mikononi mwa Yesu. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanilinda, sina hofu kamwe. Ashatuma wajumbe kuleta habari ya kunifurahisha katika safari. Mikononi mwa Yesu, mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanilinda, sina hofu kamwe. Mikononi mwa Yesu, tashwishi sinayo, maonjo haya dhuru, madhambi hayamo, nikiwa na Mwokozi, sioni majonzi, mashaka ni machache, machache majonzi. Yesu Mwokozi wangu akafa mtini, Yesu mwamba wa kale na mtumaini, na mngojea Bwana, mchunga rafiki, hata kupamauka huko mashariki. Mikononi mwa Yesu, kifuani mwake, mapenzi yanilinda, sina hofu kamwe. Asante sana familia. Sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais ambaye atatufungia zulia hilo ni Mama Sara Ngatha, mjane wa Mzee Joseph. Tafadhali uje utupatie wasia ulioandaa. Karibu sana mama, tumpigie makofi anapokuja. Bwana asifiwe. Nakusalimu
Bwana Deputy President na gavana wa Nairobi na gavana wengine ambao wamehudhuria hapa na kanisa la Mungu ambao wamekuja na jamii pamoja na wale wote ambao wamekuja kutushikilia nyakati hizi nzito. Niseme nini? Najua Mungu yu hai na ana uwezo wote. Majina yangu ni vile yametajwa hapa, na mheshimu Mungu wa mume wangu, na ninene kidogo kumhusu, maana ni mambo mengi tangia alipo niposa na kunioa na kukaa naye na kusikia kwamba mimi ni mama ambao ni mbarikiwa. Mume wangu wakati wake wa kunipoza, na wakati ule ambao tulifanya engagement, nilikuwa pande wa flyover na kwetu Nyahururu, na kuna jambo ambao naona ni la muhimu ambao limeleta wepesi kukaa na jamii hii yangu siku hizo zote ambao nimeishi, hata zile ambazo nitaishi wakati Mungu atanipa nafasi ya kukaa katika ulimwengu huu. Mume wangu ako na hekima ya hali ya juu. Aliponipoza, maana ni mpenda wa wana wake, na nilijua hivyo, maana hangetaka kuleta mtu ambao angesukuma watoto wake na mshike hivyo. Na ndiposa akaniketisha akaniambia, unaona wana hawa wangu, huyu ni namna hii, huyu ni namna hii, huyu ni namna hii, mambo mazuri nitakapokaa nao. So ilikuwa wepesi to interact with the children, knowing mambo yao yote yamo hapa katika pondo la moyo wangu, na imekuwa mwepesi kabisa, na hakika ndiposa tumeishi na furaha. Hawa watoto hawajawahi kunisukuma, wala mimi moyo wangu huwezi, kwa ajili ya maneno magumu mume wangu alinipa na ya hekima. Jina la Bwana lisifiwe. Mume ambao anampenda Mungu na anapenda wanawake, na hangetaka mtu wakuja kusarabatisha ama kuharibu jamii yake. Jambo hilo it has keep me going all the days of my life, and finding everything well prepared and well and good in this life. Jina la Bwana litukuzwe. Mume aliyenipenda. Mimi sikuwa na masomo, lakini alipoketi na akaniambia mama, nikamwambia ningetaka kuingia shule. Basi akaniambia, mimi sisui, nitafanya biashara, tukifanya biashara bado kila napata nitakulipia karo katika umri wangu wa uzee. Na katika hata huo wa umri alikuwa anatafuta nafasi yoyote watu wapate kusoma. Hakuwa na upingamizi. Akaniwezesha nikasoma theology certificate, akanisimamia yote nikamaliza. Nikaenda diploma nikamaliza. Nikaenda degree akaniambia, bado unataka kuendelea, hata masters fanya. Lakini sikuwa nimefanya masters. Ni mume ambao anapenda mambo yale mtu anapenda kuyatimiza. Sitasahau, maana nitamhenzi siku zangu zote. Wapendwa, ni mambo mengi. Ikiwa kuna mume ambao akona upendo, ni huu wangu. Mume ambao nikiwa nje hata na muhofu, maana nikiwa nje kwa mission ama kwa kazi nyingine yote, angehakikisha mam, hajawahi kuniita jina lingine ama Sara, na nalijua, lakini aliniita mam, umo wapi? Wewe uko wapi? Na yeye angetoka nje, hata kama Samuel na Joy wako kwa nyumba na wale wengine, yeye angetoka nje aningoje paka nikuje. So ni pahali ambapo ningeharakisha, maana mume wangu atachoka kukaa nje.
nauliza Mungu nisaidie. Sitauliza ni nani atanisimamia ije, lakini I had a hero in my family. In my life I have a hero. I had a hero who is Joseph Mwangi, mume ambao ananipenda. The other sons and daughter kama wangeingia, angenipigia simu mara moja. Sara, mom, where are you? Fulani na fulani wamekuja. Kuja uwashughulikie. Mara moja ningekuja na nishughulikie wana wangu, tuwe na wakati mzuri na nifurahie. I'll miss this golden-hearted man. Sijawahi kana mtu ambao ni wa aina hiyo in my life. Katika kila jambo upole na nafurahia Mungu. Nyakati za mwisho tuliongeana na yeye, kuna jambo alionena kwangu. Akaniambia, Sara, kila siku tukiongea na yeye, Sara, gaibere, horera. These two words will never come out of my heart. Sara, horera. Sara, gaibere. Mom, simama. Hiyo tu na ikaniwezesha kukumbuka kuhorera. Kuhorera namna gani? Be humble. What is humble? Blessed are those who are humble, because they shall see God. Angenielekeza kwa njia ingine, na anajua angenielekeza kwa mambo ingine ya ulimwengu huu, lakini aliniambia nihorere nigetha ngona Ngai. And I feel in my heart guhorera ginya ngona Ngai. Jina la Bwana lisifiwe. Nikikaa nikituza wana wangu, maana nimeashiwa hawa, lakini naomba Mungu akanipe nguvu ya kuendelea hapo kwingine, maana ni Yehova tu, maana ninamwamini na yeye ni mwokozi wa maisha yangu. Katika mwombezi yeye alikuwa na jambo la kwanza tukiweka prayer items, praying for family, unity of family. In fasting, in praying, first ile ya kwanza ambao angetaka tuanzie ni bahari ya family and the unity. Mtu aliyependa, alikuwa na upendo mwingi, kupenda jamii yake, na ni mengi kama naweza hapa sijui, naweza nena mengi sana, lakini my sister will read for me the rest. I will lead. My name's Joan Karigi, and I will lead Wives Tribute. I have the opportunity and privilege of being the wife of and partner of the wonderful, loving, kind, and God-fearing man. Life could not have been better than that, because I was living every woman's dream. The best of everything was at my disposal, whether I asked for it or not. We had our problems like every family, but making up and resolving our issues was magical. I was blessed with the best husband and father to all my children, and his name was Joseph Mwangi Muiga Deleva. He was the love of my life, the one who did every humanly possible and perfect, to protect me even in the face of all short of incompetence. He was the one who understood the true meaning of our marriage. His life taught me unconditional love, and his death taught me kindness. I am grateful that I had the opportunity to share his dreams, hope, love, friendship, and much more. He was a man of people, a man who stood by his family throughout, a man who was a hero
to all who he knew. A man who loved us unconditionally. A man who believed in sharing and caring. A man who put a smile on people's face. A man who was so full of life. A man who was a bigger star in his own light than most of us. You will always be in my heart, and the love I have for you will never die. Your last word to me still echo in my ears, and I will always remember them until we meet again. The children I will always remember and pray for you. May our Almighty God grant you a peaceful eternal rest, your dear husband, your dear wife and friend. May your soul rest in peace, my husband. May God bless you all. May God bless you. May God sustain you. And if one of you have a wife or a woman, sure, mpendane. Muishi maisha ya upendo. Maana Yesu anapenda upendo. Na jamii itakapokuishi na maisha ya upendo, hakika Mungu who command his blessings upon those couples, those ladies or gentlemen who are eagerly in need of love in their life and their life to prosper. So I thank God because I know my husband has gone with the Lord, and I pray ngoro yakwa yende Ngai ona kuri mbere ndugatire Ngai inya ndagika ya mwisho. Ndaririkanaga ona ndi kuraya, because I have been going outside the country to preach the word of God. He would call me, is everything well? Kila kitu kiko? And I know I have a sister who have come, but I have been going to Uganda, and he's just around. I'd like her to wake up and wave. She came all that way from Uganda. Dorothy, Sister Dorothy, where are you? Yes, he's a reverend missionary from Uganda. He came all that way to come and to mourn with me, and many friends from outside. God bless you. Asante sana Mama Sara. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sasa tunaingia katika kidato cha pili kwa ratiba yetu ya siku ya leo. Naomba kwa heshima kukabidhi kanisa usukani watuongoze katika sehemu hii. Na wanapojiandaa, naomba kumwalika Ngaroya Junior atupatie